ninataka kuongelelea kwa ufupi sana because of time about serving God. The issue kana the subject ya gutungata Ngai is a subject ambayo huwa inahubiriwa sana kanisani, and there is an urgency. Yesu alisema ya kwamba the harvest is ready but the laborers are few. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba kuna kazi mingi sana ambayo Mungu anataka ifanywe, lakini sasa wafanyikazi wamekosekana. You're coming to church, your prayer, your fasting haijakuqualify completely gutungata Ngai, kwa sababu kuna mambo ambayo you must have ndani yako if you are to serve God in an acceptable way, ama kama utamtumikia Mungu kwa njia ambayo inafaa. There are things we must understand as the church. Bwana asifiwe. For example, those of us ambao who tuna work in different institutions, ruta wira haria, if you work pahali ambapo haujaandikwa, mkubwa wako akuje akuulize ni nini unafanya hapa na haufai kukua hapa, an action may be taken against you. God is not only desired ama interested na watu ambao watamtumikia, he is also interested with people who will serve him where he has called them to serve him. Please listen to me, child of God. Sio kusema tu ninatumikia Mungu, lakini swali ambalo tunafaa kujiuliza ni hili: am I serving God where he has called me to serve him? If you have been called by God to serve as an intercessor, hata uishi miaka 100 ukilead praise and worship, wakati utafika binguni Mungu atakuambia I called you specifically as an intercessor. Hii ingine ulifanya ni mzuri, sikatai, lakini there was vacancy pale ambapo nilikuweka unitumikie. Sasa it is not just kusema I serve God even in church. It is a matter of kweyuria tiriri, am I really where God has positioned me? For example, mwalimu wa mathabu ri no afundithie githungu kana githweli ama whichever subject, lakini kulingana na the training ambayo amepitishiwa anafaa kufundisha hesabu. Na wakati there is the interview ya walimu, wanasemaga huwa wanapatiana the required conditions that you must meet. And so God is interested in people who will, one, meet his conditions to serve him, and number 2, serve him where he has called them to serve him. Tugakinya iguru na watu wengi watashtuka sana, kwa sababu wakiitisha Mungu malipo, Mungu atawaambia mutiarutire wira uria nie ndamutumire murute, mwarutire mawira manyu, and you thought ya kwamba that is enough. My brother, my sister, that is not enough. There is a great vacancy. Yesu alisema the harvest is plenty, the harvest is ready, lakini wafanyikazi ni wachache. Na sasa tukasomewa John chapter 12 from verse 24, and there are a few points I want to highlight. Number 1, Jesus is giving a parable of a corn of wheat. Na anasema unless it falls to the ground and die, it abideth alone.
wale ambao ni wakulima, mundu atanagetha abagiriria kuhanda. And so Jesus is giving us a principle that for anyone who will follow him and serve him, point number 1, you must die to yourself. You must die to your personal interests. You must die to your personal desires. Huwa ninaona in the concept of marriage, huyu anataka hivi, huyu anataka hivi. Ndio njia ipatikane, kuna mtu mmoja lazima abao, ndio njia ionekane wakati mwingine. Bwana Yesu asifiwe. And so if you are to walk with God na otugate Ngai, you must die to yourself. Hapa sio pale mtu anasemaga mimi ninataka kufanya na Mungu anakuambia no, but you keep on insisting ati niye niguo ndirenda na lazima nifanye vile ninataka. You don't have that will. Agekoro, you will serve God in an acceptable way. You must have the desire in your heart. Ati Ngai auga north, I will not ask questions, I will go north. Akisema east, nitaenda east. Lakini sasa wakati watu wengi, we want to serve God and we want to serve him na tumpatie our own conditions. Our own conditions. And so Jesus is saying, ate orea hiyo mbegu inapandwa inakufa. This is something a believer must have. If you are to bear fruits, John 15 kutoka verse 1, kule ambapo Yesu anaongelelea mudhafifu. If you are to bear fruits na ili umfurahishe Mungu, hauna your own personal will. Unajua siku hizi there is a generation inasema it is my will, my body, my will, my dress, my choice. Ni mwili yangu, nitafanya vile ninataka nayo. Hauna. Kama unataka kutumikia Mungu vizuri, hauna that will. Point number 2. Anasema verse 25 that if you love your life, you will lose it. But if you hate it, you will keep it for eternity. Jesu araiga atiriri andu a Ngai. People who are so much concerned na watu watasema nini nikitumikia Mungu. People who are too much concerned na kufurahisha watu wengi ndio wapendwe na watu. He's saying if you love your life, you will lose it. They will unajua kuna gerekano, kuna ukisoma Matthew chapter 7, Yesu alisema wengine watakuja waseme tulitabiri na tukatoa pepo kwa jina lako na nitawaambia ondokeni sikuwajua. We have a generation ya a Cristiano that are so much interested na kufurahisha watu lakini wamhuzunishe Mungu. In your company of friends, ate unaweza join a wrong company or umakenie, but God in heaven is angry at you. No sade ni uguka kanitha na uine no hoe na urute ginya isuje na mihothi, but God is saying ya kwamba the first thing you have to do, you must die to your personal desires. Na hii mambo ya kutaka kufurahisha watu sana na kumkasirisha Mungu is something a believer must not have in his life. Verse 26 ambayo ni my verse of emphasis. Jesu araiga atiriri, if any man serve him, let him follow me. Kuja nipeane example na wewe kuhereria hapa. Nataka muangalie my example very clearly. Yesu anasema if any man serves me, let him follow me. Anifuate.
Na anarudi anasema that where I am there will my servant be. The proof that you are serving God ni ya kwamba uko pale ambapo Mungu ako. Follow this closely. Simama pale. Na mimi niko hapa. Ananitumikia lakini ako mbali na pahali ambapo God is. So Jesus is saying, in other words, what the Bible is saying ni ya kwamba you must be discerning enough kujua what God is saying and what God is doing per time. Hena mundu wetagwo Jona akatumwa na Mungu Nineve, akaamua kuenda Tarishishi. Biblia yugaga atiriri, kule alienda alipatana na mashida mpaka at the end of it Mungu akahakikisha ameenda Nineve. Angalia hapa, Mungu amekutuma kule, wewe umeamua kuenda kwako. The moment wasemania na mathina ukauga ati Ngai ni akurekereirie, ukauga nie na niguo hoire na niguo ndutire nginya gicunji, na vile ambavyo tumeshikana na watu na tumeomba na tumeomba na tumeomba. Why is God not hearing my prayer? My brother, my sister, prayer gutire hindi mahoya will cater for disobedience. Ndugiuna watho wa Ngai alafu useme wewe ni muombaji sana, na on the other hand ni mawatho ma Ngai urauna, alafu sasa useme ati wewe unaomba Mungu akusikie. How? Hata wewe kama mzazi, mtoto akikosea wapaga kumugurira nguo njeru kana wapaga kumuhe ifoko. Discipline alafu tutengenezage hii mambo ingine baadaye. So God is interested ya kwamba where he is na pale ambapo ako wewe uwe hapo. Jacob wakati anaona maono ya mbinguni ile yako mete hado aigire atiriri, surely God is in this place but I did not know. Unaweza kuwa mahali Mungu wako na haujui, uishi kuteseka. Noga yeho. Mimi huwa ninauliza watu a very simple question. Thank you. You may be seated. Na nitawauliza hiyo swali. Mungu wako wapi? Gayeku. Yeah? Mungu anaishi wapi? Yeah? Gayetora gaigoro kana tora goko the. Yeah? Sitaki answer ya hapa, ya hapa ninasikia, nataka yenyu. Mungu anakuwaga juu ama hapa duniani? Yeah? Bible inasema God is everywhere, si ndio? Heaven, hell. And that same God lives in you. Neguo. Eto tigaga Jesu aikaraga ngoro-ini yakwa ukiruta uira. Ngoro-ini yaku ri aguteithĩtie maita maigana? Wewe unamuombaga akiwa juu, lakini bado unasema ako ndani yako. Akiwa ndani yako amekusaidia mara ngapi? You see, there is a knowledge you must have when we are talking about the interactions. Na dikoda kuigira hau muno, but I will come there at the end. Then anamaliza na kusema ya kwamba if any man serve me, him will my Father honor. In other words, Jesus is saying ya kwamba there is kuna neema Mungu atakufunika nayo if you are truly serving God. Kama kabisa na moyo wako na mwili wako unamtumikia Mungu, there is honor from heaven. Na hii hatutaenda kupewa ati peke yake wakati tutafika mbinguni. Hata hapa duniani there is a kind of honor ambayo sio ya kawaida, ambayo inafunika only those who serve God faithfully.
honor, kuheshimika. Tare ule, my mother is seated here. Nikienda nyumbani on a day natoro, aniamshe, si nitaamka? Nitaamka kwa sababu gani? Heshima. Niguo. So when you are honored in heaven, na wakati you have served God and God has honored you, when you call him, atakusikia. But if you don't serve God faithfully, ati no muhaka oikare okay, kuringererio amuka tuende kanisa. Sunday unaweza amuka saa 3 kwanza kutengeneza smoky, sambusa, na unataka kuacha umepika lunch, lakini weekdays by 7 ukoragwo kinyete tao kana hari urarute wira. No Sunday ona ni ukuingira thaa 6 na ndugathine, and then you want to say ya kwamba you are serving God. Hata wewe ukiandika mtu kazi na mliasikizana anaingia saa 2 aingie saa 6, ndoko hautamfuta, utamfuta. Sasa kuna Wakristo ambao mbinguni walifutwa kazi juu walileta mchezo. Nigetoka soka Ngai ni watha nyingi ndirarega, lakini ni watu wangapi na hizo huruma zake amesaidia? Listen to me, child of God. Serving God titheru rekoragwo riho. Mordekai alimwambia Esther, wewe ukikosa kutusaidia Mungu atainua wengine, lakini wewe na roshiaro yako mutapotelea mbali. Warega gutungata Ngai atajitafutia wengine. Lakini na wewe I want to highlight 3 points very fast na nikae chini. You want to give God kutumikia Mungu vizuri. Point number 1 that is very important. It must be for his glory. Lazima iwe ni ya kumtukuza Mungu. Ndaigwaga ndo tene makiuga atiriri na no makiuga ginya umuthi. Ninataka kuacha legacy. Munikumbukage na mambo kadha wa kadha. Wewe na legacy hiyo yako. Unajua kwa nini saa zingine makanisa wanajaribu project zinakataa? Nitakuambia, hawaifanyi watukuze Mungu, wanafanya wajifurahishe wao na waonekane vile wanajitolea. But God is seeking for people ambao their greatest desire itakuwa ni kumtukuza yeye. Number 2, you want to serve God na akubali kazi yako kwake, it must be by his own wisdom ama design. Point number 3, you want to serve God na akubali, it must be by his own power. Gutire mundu wetirwo ni Ngai amutungate na uge wake peke yake. It is not enough. Ama ati utumikie Mungu na hinya waku peke yake, it is not enough. Ni ugukua ngoro na itafika mahali ambapo utasema niyo na wira ucio ndikwenda ona ciama icio tuthiaga cia guterwo mathari reke cikare. I have heard that language na Wakristo wengi sana. Why? Kwa sababu walikufa moyo. But my assignment today gerekereria ni kukwambia ya kwamba God is in need of your life, na Mungu anatafuta watu ambao watamtumikia kwa kweli. It is your own responsibility kusema ya kwamba now I will serve him ama I will not. Matuane maku madhani arogoshwo. Let me give you one example nikuonyeshe why serving God is important. Oka ororege my brother. I want to show you why, one example na nikae chini. So tupeane example na Reverend
na my brother simama pale. Bible inasema Genesis ati wakati ambapo Mungu aliumba dunia alipatia mwanadamu atawale dunia. So tupiane example, tuseme Reverend ana symbolize Mungu, huyu ana symbolize mwanadamu. Jesu aigire atiriri amoko hoya mugage ithe wito wa iguru and that one. Akafika mahali akasema your will be done on earth as it is in heaven. Sikia. Unaona mbinguni hakuna magonjwa, mbinguni hakuna taabu na hakuna matatizo. But unless God can find men, the channel ya kuleta the will of God from heaven to earth is prayer and serving God. Not tu kukati tu hivyo useme itahape ati kama ni yangu itakuja na kama si yangu haitakuja. If you want the will of God to happen even in your family, you must stand as the one appointed by God to traffic the will of God from heaven to earth. Through me God can heal my family, God can deliver my family. Lakini what do we do rather than thank you? What do we do most times? We complain. We don't pray. We don't do the will of God. We complain. So I want us to stand and make a prayer to God. Tusimame. We will sing just a short chorus. Dena dakika inya sitigarete. A short chorus. And you will pray for yourself. Nitakupatia 2 prayer points. 1, Father, give me the wisdom ambayo ninahitaji kukutumikia. And number 2, give me the power ambayo ninahitaji kukutumikia. Alafu tutamaliza. He gorota yaku, he gorota yaku, todo wa hinya waku nadasha goro yaku, he gorota that you require from God, the wisdom that you will require from Him, the power that you will require from Him, so that you will serve Him. The wisdom, the intelligence from heaven, ambayo utamtumikia nayo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord
Empower us for service. Empower us for service. Service beyond church. Huduma yetu haitaishia tu kanisani peke yake. Let it extend to our families. Empower us to stand amidst the tribulations. Help us to stand. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your spirit. Thank you for your spirit. Father, in the name of Jesus, katikati yetu kuna watu ambao umeteua wakutumikie, lakini walichoka. I ask that you anoint them afresh. Pour your Holy Spirit upon them afresh. Wengine ni waombezi, intercessors, lakini walichoka kuomba kwa sababu waliona umekawia. Let the spirit of prayer rest on them afresh. Wengine bado hawajajua where you have called them to stand. Reveal to them where you have called them to stand. Some of us are vessels unto honor. You have called us with so much great responsibilities, but we have not yet been aware of what you have called us to do. And so the kingdom of heaven is yet to fulfill a lot on earth. Lakini Baba, ninaomba katikati yetu ya kwamba as many as are willing and as many as are ready to be used of you, usiwache waishe nguvu. Empower them again. Strengthen them again. Let them stand in the gap for their families, for their children, and even for the nation of Kenya. Some you have called even with the grace to heal the sick, lakini hawajajua, and many are perishing, na wao walifaa wawaokoe. I ask that you rest your power upon them, even as we ask for wisdom on how to serve you kule ambako umetuita. Baba, ututie nguvu zaidi na utupatie hekima ya kukutumikia kulingana na mapenzi yako. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen.